Hello guys, it's a girlfriend hii na tuko ndani ya Penina Rasungu TV. So guys, kuna video ina trend pale ya Esther Musila na Guardian Angel wanabishana na mafans. Na leo tumealika Bishop aweze kutufunza hii mambo. Karibu sana Bishop. Asante sana. Sidhani kama kuna mambo nitawafunza, lakini mimi labda ni ushauri kwa sababu ya kile kinachoendelea. Naomba mjua kwamba Esther Musila is a widow, ni mama mjane. Na mama kama amefiwa na mume wake, ana haki pia ya kuolewa kwa sababu Biblia inaruhusu pia mjane kuolewa. Na kwa sababu mjane ni yule kwa sababu yeye nafikiri mzee hakumwacha akiwa mzee sana. Alimwacha bado akiwa na nguvu na bado ako na feelings za kawaida. So kwa hivyo upweke pia si kitu kizuri. Na vizuri kwamba alifikia mahali akaona hii upweke nafikiri haitanipeleka vizuri. Na akaamua kupata mtu, nafikiri si mbaya sana, sio makosa kupata mtu kwa sababu Biblia inaruhusu mtu ambaye ni mjane kuolewa. So kuna tatizo moja ambalo naona kwamba limeinukia hapo, na mimi labda nitazungumza tu, sijui kama nitatetea ama nitafanya namna gani. Kwa sababu jambo la kwanza, unapoangalia mawazo ya Wakenya sana, jambo la kwanza unakuta kwamba Esther Musila hata kwamba mume alipokufa hakumwacha maskini, alimwacha akiwa na mali kidogo. Na Kenya tatizo la moja kwamba mwanamke akiwa tajiri kupata mume inakuwa ni ngumu sana. Mwanamke kupata mume akiwa tajiri ni ngumu sana kwa sababu wanaume wengi sana wanaogopa kuoa mtu tajiri. Wanaonanga labda akioa mtu huyu tajiri hata kuwa labda submissive kwake, kwa sababu unakuta kwamba African men wanapenda wanawake wa kuwa submit chini yao. Na sasa unajua na African ladies wengi kwamba wanapopata pesa pia hawezi kuwa submissive. Wengi wako na pesa kwamba wanataka wanaume wapigie magoti. Na wengine unakuta kwamba anapopata pesa haoni maana ya ndoa. Anaona tu ni vizuri akae hivyo kwa sababu ana kila kitu na pesa zimuondokee. Unakuta wanawake wengi wakati ambao wanapopata pesa huwa anawacha ndoa na wanakuwa single ladies kwa sababu ya pesa. Lakini tunashukuru kwamba na Esther Musila alipo hata licha ya kuwa na pesa aliona ni vizuri kwamba aweze kupata mtu na akampenda kijana anaitwa namna gani, hii jina lake simu nikumbushi jina. Guardian Angel, na wakakubaliana kuishi pamoja. Na jambo watu wakawa wamekubaliana, hilo ni jambo la watu wawili wamekubaliana kuishi pamoja. So wawezekana kwamba labda Esther Musila awezekana labda miaka yake iko juu zaidi huyu kijana, lakini ukweli kwamba hawa watu unakuta kwamba walipendana, na walipopendana wakaamua kuishi pamoja. So kuna watu wanatetezi kule wanasema sijui Esther aliolewa na mtu ambaye alichukua kijana wakaanza kuishi naye. So jambo la marriage ama jambo la upendo ni kati ya watu wawili ambao wamependana. So kama walipendana na wakaamua waishi, huyu ni mdogo na akamkubali mkubwa, so kwake aliona ni sawa. Nadhani kwamba ni vizuri kwamba wasitumiwe, wako na maisha yao na wana haki yao ya kuishi pamoja, kijana akiwa mdogo na Esther akiwa na miaka hiyo. So wana haki ya kuishi pamoja kwa sababu hao watu walipendana. So kuna tetezi moja hapo pale ya kwamba sasa kuna watu wengine wanapenda sana kuingilia Esther Musila ama kutoa maoni kwa sababu ya Esther Musila kulingana na ndoa yake. Wengine wanamuita sijui shosho, wengine sijui wanamuita nani. So nafikiri kwamba kila mtu ana right yake, kila mtu ana right yake ya kuishi vile ambavyo anavyopenda. Na kwa sababu nao tunapokuta kwamba habari ya marriage, watu hawaanangi waende mbinguni. Watu hawaoani wampendeze Mungu. Watu wanaoana kwa sababu ya hisia zao za mwili. Na kama Esther aliona ndio anatoshelesha hisia zake za mwili, sawa. Ni vizuri kwamba ndoa yao iheshimiwe. Watu waweze kuheshimu maamuzi yao na waweze kuheshimu pia ndoa yao. Lakini kuna maoni tu yangu mimi binafsi
unapoangalia sasa kama kizazi cha sasa, nambari kubwa unakuta labda kama ni wasichana hao ambao ni Gen Z, unaona kwamba labda hao ndio wangestahili labda kuolewa na yule kijana kwa sababu anaona ni rika yao. Lakini sasa jambo la kwanza unapoangalia nao siku hizi pande zote mbili, na mnielewa, pande ya vijana na wanawake, namba kubwa unapokuta kama kwa wasichana wengi hawapendi kijana ambaye ni mtu ambaye tu anatafuta anang'ang'ana na maisha na kutafuta. Wanataka mtu ambaye ametafuta tayari. Namba kubwa wanatafuta mtu ambaye ametafuta tayari. Na hivyo hata wanaume wengi siku hizi hawapendi majukumu. Wanatafuta yule mwanamke ambaye ametafuta tayari. Alafu kazi yao tu ni kwenda pale, au ni kazi yake ni kuweka mimba, kuongeza watoto, na majukumu inakuwa ni mama ndiye anasomesha, mama ndiye analipa school fees, ndio na nini. So huo ni uzembe ambao ninaomba vijana wa sasa, ni vizuri kwamba tuachane na huo uzembe. Si vizuri tu, ni vizuri kwamba mtu kuwa na bidii, kwa sababu biblically si mwanamke anapaswa kulisha mwanaume. Mwanaume ndio anapaswa kuchukua majukumu yote, kwa sababu hata ukiangalia katika kitabu cha 2 Timothy nasema kwamba mwanaume ambaye hatunzi wa kwake, huyo mtu is worse. Biblia haimkubali hii. Ni mtu ambaye unakuta kwamba ni mtu ambaye kwamba hana kibali kwa Mungu. Ni mtu ambaye hata Mungu mwenyewe unakuta kwamba anamshtumu kwamba mwanaume kamili lazima awe mtu wa kubwa bidii, wa kushughulikia familia yake, kwamba iishi vizuri. So both wasichana na vijana wanahitaji pia kuangalia mbele kulingana na kizazi ambacho kiko sasa. Wasichana wengi wamekataa rika zao, wanataka wazee. Na unakuta wazee wengi ni wazee ambao ni bwana za watu. So unakuta kwamba mtu ni heri kwamba wasichana watano wanyemelee, wang'ang'anie mzee wa mtu ndiye anawalipia nyumba, ndiye anafanyia nini, na vijana wako huku ambao wanatafuta mabibi za kuoa wanakosa. So unakuta vijana wengi wanaona sasa kama msichana huyu amekuwa costly, demanding yake imekuwa juu, wengi ndio wanaamua kukimbilia kwa mama. So kwa kesi ya anaitwa Esther Mushila na mume wake, hawa watu ni vizuri muheshimu maamuzi yao, waishi ambavyo wanavyotaka kuishi. Ndoa ni vizuri iheshimiwe tu, na huyo mama afurahie maisha yake na ndoa yake, kwa sababu yeye pia ni mtu anahitaji kuwa na ndoa. Sijui kama kwa nini mnakasirika akiwa na huyo, na labda huyo ndiye alipatikana, labda wale rika zake walimuogopa kwa sababu alikuwa na pesa, lakini huyu mdogo akamkubali. So nafikiri kwamba uamuzi wao pia ni vizuri uheshimiwe. Nafikiri sina maoni mengine mengi sana. Mungu awabariki. Bishop, kuna mtu anakutazama hapa angehitaji kukufikia, unapatikana wapi? Mimi niko Kangundo Road. Na ofisi yangu niko Kangundo Road. Ungependa kuniona, na ofisi yangu iko Kangundo Road. Iko sehemu inaitwa Chokaa main stage hapo Midax. Ukifika hapo nipigie simu yangu, utaelekezwa mpaka ofisi yangu. Ungetaka kuja kwenye ibada, tuko sehemu ya Lunga Industrial, na watu ambao ni wageni wanakutana pale Donholm Naivas saa 3, wanachukuliwa hapo na gari na kisha watapelekwa kanisani. So nambari yangu ya simu ni 0722 744 672 0722 744 672. Shalom, Mungu awabariki.